to our top story, you know, about Kenyans signing a petition asking the IMF not to give Kenya the 256 billion shillings that it had already approved in terms of a loan. And this has caused a lot of uproar. So we had it from residents in Taita Taveta County who talked to my colleague Hezron Kimari. We had also residents from Meru County who talked to Alan Ochanda. So now let's listen to some of the residents in Uasin Gishu County who are actually going to be talking to my colleague Elvis Kosgei and also speaking to the residents there on their thoughts on the economy and the latest loan from the IMF. Elvis Kosgei, good morning. This has caused a lot of uproar. What are residents in Uasin Gishu County, specifically Eldoret, saying about the economy and the loan that the IMF wants to give the country? It has also elicited storm among residents of Uasin Gishu County, and they now want to understand what conditions IMF used to approve loans here in Kenya. And some of the things of residents are also saying is that the burden of taxpayer money. Remember, the 262 billion, according to the 2020 budget policy as of June 2020, stood at 7.6 trillion. Now this means it's about 60% of the GDP of the country. But labda niongee tu na baadhi ya wakazi hapa. Umesikia kwamba taifa tumeomba mkopo mwingine hasa kutoka kwa IMF na tunaambiwa kwamba ni zaidi ya bilioni 250 kwa kufikia sasa. Je, kama taifa tuko wapi? Sisi watu wa Kenya tumewekwa shida. Tumewekwa shida. Shauri kama serikali ya Kenya anaenda kuomba pesa. Na tayari tuna deni chungu nzima katika nchi yetu ya Kenya. Sasa inamaanisha executive katika serikali wanafikiria tu hata leo wakitaka kuuza wana Kenya kwa njia yoyote tayari tumeuswa. Kwa nini nasema hivyo? Tuna members of parliament ambao tulituma parliament yote katika nchi ya Kenya. Siwezi sema katika Uasin Gishu peke yake. Hao ndio wasembe number 1. Ya pili, opposition ilikufa Kenya, maana ingekuwa afadhali kama opposition ingekuwa bado kwa Kenya, ingekuwa wangepiga kelele mpaka serikali wangeangalia hapa kuna shida. Hata saa hii sisi raia wale wako hapa wote tukiambia mtu atoe shilingi 200 kwa mfuko yake hana. Na sasa tayari tumewekewa loan. Hii loan italipwa mpaka vizazi vijavyo ambao watakuja siku nyingine. Hii sasa shida uhuru hii serikali ya sasa tumewekewa umaskini tukae tukijua. Na ningeomba raia wa Kenya wote wajitokeze katika benye walipo na kuambia hii serikali maneno ya loan imetutosha. Ili tungekufa njaa ama tulipe hii deni ambayo iko sasa ingekuwa imelipwa, ama sisi raia sasa tunaonekana sisi ndio tunarani nchi. Na sasa umaskini imerudi kwetu. Lazima tuangalie members of parliament, nalilia members of parliament katika Kenya. Wako wapi? Wanafanya kazi gani? Hawezi uliza, lakini hao wameweka mfuko yote kati ya opposition na ya serikali. Hakuna opposition Kenya. Lazima tukubali raia sisi hata tuwe opposition. Naomba raia wote katika nchi ya Kenya tuende opposition yote tuulize serikali wanatupeleka wapi. Chuzi wameiba pesa ya COVID. Hii ya corona. Sasa hii pia hata kama itakuja hawatalipa yote. Tuna hakika itaibiwa, maana president mwenyewe alisema 2 billion in a day. Yako wapi? Pesa ikibiwa na ndio kiongozi. Sasa kila siku walikuwa wanasema mwizi, tunajua mwizi sasa ni nani? Kama sasa sio serikali ndio mwizi, nani mwizi? Asante sana. Umesikia jinsi mzee amelalamika. Naomba vizuri uvalie tu barakoa kidogo. Naam, kuhusiana na ili swala la mkopo unasemaje? Mimi ni mkaji wa hapa Eldoret, lakini mimi naonelea hiyo maneno ya mkopo inapatia Kenya maisha ya hali ya ngumu. Kwa sababu saizi ukiangalia tuko na around 267 billion yenye tunataiwa. Na saizi Uhuru anahitaji hii pesa ya IMF. Hii around 34 billion. Hii yenye ingekuja sijui leo ama juzi ama kesho. So lakini kwa kuangalia, kwa kusema ukweli, unaona wale watu kama wapunge hawana mpangilio. Kwa sababu wale wapunge wenye tumewachakua waende parliament, waende watu represent pale, wameenda tu na interest zao. Kwa sababu mbunge saizi akipewa kitu kidogo anaanza sasa kupitisha hiyo ya IMF. Otherwise mimi naona president ana makosa, kwa sababu wale watu wenye wanapitisha hiyo kitu ni wapunge, na wapunge ndio wanataka hiyo pesa, sio president. Kwa sababu kama hao wapunge wangeenda site waseme hapana, hii maneno hii hatutaki, ama waseme hii deni ya Kenya hii tunaona
wale wa Kenya wenye hata wenye wachasaliwa watakuja sasa kukuwa na maisha ngumu. So hao wapunge wanafaa kusimama. Asante sana. Wanakuita nani? Wewe maoni yako ni gani? Nami naitwa Kesha Isaac, na maoni yangu ni kwamba najua hata nimeshangaa kwamba kumbe kuna pesa tunaomba. Wakati tunasomea budget tunaambia kwamba budget ya Kenya imesomwa. Sasa wakati nimesikia kwamba wanaenda kuomba pesa kule nje tena, sasa najiuliza sasa hatujaambia kwamba ile budget tulikuwa tumesomewa kumekuwa na kiwango fulani ambaye hatujateweza kutimiza. Sasa kitu iliyoko tunaenda kuomba pesa kule nje. Sasa nimeshindwa kwamba kuna tofauti kubwa sana kati ya serikali na mwananchi. Kwa maana sisi wananchi tunasikia tu kwamba tunaambia budget yenu ndio tunasema basi tufanyie mambo kule chini, tujengee barabara. Lakini tena tunaona hiyo budget tunasomewa ni ya uongo. Kumbe pesa ambayo wanapigia budget pesa wanaenda kuomba. Na hiyo mimi nasema kwamba nikiwa papa hata nami hakuna siku mimi nitaambia watoto wangu kwamba kuna pesa mimi naenda kwa mkopo na mimi naweka budget kabla sijapewa hiyo pesa. Hiyo ombi langu ni kwamba naomba kwamba serikali Uhuru Kenyatta president wetu ni kwamba tafadhali asituombee pesa kwa maana sisi hatujachua kwamba tumepungukiwa. Na mimi naambia hawa mabanki sasa ambao wanatoa hiyo pesa kwamba wasitrai hiyo Kenya, kwa maana wakituletea sasa hiyo itakuwa juu ya wenye wale watupatia, hatukupata sisi viongozi na hatuna habari. Hivyo wakombe wasitupatie pesa. Tunakata. Mwisho kabisa acha nimalize nayo. Anakuita nani ese? Naitwa William Abana. Kusema kweli jambo hili ambalo ni la kukopa linatuhusu sisi pia vijana. Na ninaamini ya kwamba kuna taratibu zote ambazo zinafuatiliwa ili kukopa pesa katika nchi fulani. Lakini sasa hii imekuwa excess sasa. Na jambo hili kwa kweli kama vijana linatuhusu. Niseme ya kwamba kama kuna kamati ya kufanya advice kwa rais, tafadhali ikufikie, na ninajua kwamba mwenzangu tunaweza kujadili haya maneno na labda hatuwezi kusikizwa, lakini tunaomba tu tuweze kusikizwa ya kwamba taratibu ziweze kufuatiliwa kwa kukopa pesa. Na nina imani ya kwamba kukopa pesa sio shida, lakini shida ni vile pesa zinatumika. Kwa mfano hatujaona kwamba pesa ambazo zinakopwa zikikuja kwa miradi ya kusaidia vijana. Ninaamini hata hii pesa ambayo inakopwa hakuna mikakati itawekwa ama tutaweza kuonyeshwa moja kwa moja vile hii pesa ambavyo imetumika. Labda nikimalizia tu niseme ya kwamba Waswahili wanasema kwamba kukopa huweza kuchangia marafiki kukosana sana. Asante sana. Even though the government intends to complete the mega projects, the SGR and other mega infrastructure, it is clear that majority of residents here in Uasin Gishu County are opposed to the insatiable appetite for foreign debts. Back to you in studio. Thank you so much. Always a pleasure hearing from you as you get the sentiments of residents in Uasin Gishu County. Taking us to another commercial break. But when we come back, we shall be talking to not Duncan Okach, we had him earlier on, but then we shall be talking to another legal mind, that is Danson Omari, on the Rocky Referendum Road when it comes to matters BBI and what the parliamentary